Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na mkuu wa Amri Jeshi, Mheshimiwa Gavana, waheshimiwa wabunge wakiongozwa na Senator na Mheshimiwa Kimayo, Bishop wetu, viongozi wa kanisa, wazee, vijana na wamama wa Chepkorio, Keyo South, Bwana asifiwe. Chamgei. Kumbe AIC kuna members kiasi. Nyinyi wote ni wa AIC, hata wale wako huko wote. Your Excellency, karibu nyumbani. Hii mkutano haikupangwa na wanasiasa na haikupangwa na mtu yoyote. Rais alipika simu jana akasema anajisikia kukaa nyumbani. La moja wa migaji. Moja aitukarikati. Wala mi kanisa ono yo karibu yo Chepkorio ono yo. Kwa hiyo bahati mzuri kamita dis kanisa. So gele jimita dis service kola basa moja wa kanisa. Kwa kidogo kitinja wasiwasi gele kanisa ne kidogo ngati awat kanisa ne magat keva ko kidogo kabisa. Ogage iwegele hasa nyuni president kanisa ne kola amache noto no kabisa kete kanisa yun. In fact ni kama tulifanya makosa kinde distance akne huyo kama jarani president kochut katika kanisa tab kamngeti gorit yunori takosa anasema asante. Lakini rais watu yako waliposikia huko area unaona vile wameongezeka leo, na bahati mzuri sana bishop amepata watu wa kuhubiria. Uzuri Your Excellency, bishop ameleta message mzuri, na mimi najua kuna mtu hakuwa anapanga kukuja kanisa leo. Lakini kwa sababu wewe rais ulikuja hapa, akakuja akifikiria anakuja kuona wewe, akakutana na neno na ataenda mbinguni kwa sababu yako. Hiyo sasa network both of you na bishop mmetumiwa na Mungu, na kuna mtu atabarikiwa leo. Ya pili, ningetaka kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ile kazi unatufanyia kwa hii area. Tuko hapa uliponitaua katika wizara huu wa usalama, ninashukuru sana kwa sababu tunafanya kazi mpaka village. Tuko hapa na county commissioner wetu Your Excellency na team ya county wako hapa, na washukuru sana kwa kazi wanafanya. Kuna deputy county commissioner na wengine. Simameni rais waone. Hawa ni watu wanafanya kazi cross cutting. Hii ni ministry wana coordinate kazi cross cutting. Lakini ningetaka kutumia nafasi hii kurecognize chief ya hapa, assistant chief Pius wako wapi? Ule mzee wa kanisa mbele ya rais urecognize huko wapi? Ya ndio ule. Huyo assistant chief Your Excellency is doing a very good job. Chepkorio samani kulikuwa na pombe hapa mingi. Lakini ukiona mzee wa kanisa ni deacon. Lakini kama chief anafanya kazi mzuri. Nilitaka tu nimsalimia na wewe uone watu ya grassroots wanafanya kazi. Asante sana. Why I'm recognizing him, hakuna pombe kwa hapa na hakuna madawa ya miadarati. Kama kuna watu wachache walibaki kwa ile kazi ulifanya alafu pombe ikaisha, Your Excellency, under your direction, wenye wako na pombe iliisha na sasa hawajui wenye chenye wanafanya, tutapeleka kwa rehabilitation center ndio waweze wakasaidika warudi katika community yao. Thank you very much, Assistant Chief. Your Excellency, this is what we want to do across the country. The lowest unit of administration, which is the sub-chief, tunaamini if our sub-chiefs, assistant chiefs, kwa sub-location yao ungefanya kazi, hakukuwa na crime kwa Kenya, hatutakuwa na pombe, hatutakuwa na watu wenye wanafanya ukora, kwa sababu hiyo ndio unit tunataka kulainisha ili wakuwe wana report any makosa ikifanyika. There is no reason why crime inaendelea kwa any kijiji, because we have our assistant chief, and I had a meeting with a number of them this week kwa Coast Region, na tumekubaliana vile tutafanya, tutapanga ile scheme of service yao ikae mzuri. Na Your Excellency, hata tumesema a chief mwenye amesoma ako na degree na amefanya kazi kama chief, wakati tutatangaza nafasi ya assistant county commissioner ile ilikuwa DO, tunatengea hawa ma chiefs nafasi yao wakuwe pia DO, ndio ile chief wenye wako hapo ground
anapata nafasi ya kujikaza yeye mwenyewe pia ajikaze, siku nyingine akijua nikifanya vizuri kazi kwa mashinani nitainuka juu. Your Excellency, I want to also to thank you kwa projects yenye iko hii county. Wewe mwenyewe ndio unajua ile kazi ulinipatia nikiwa barabara. Our main project hapa ya kuhakikisha tumefungua hii area ni hiyo yenye waheshimiwa wameomba kutoka Kondoo ikipitia hapa HZ ikienda Ketigoi mpaka Flospa na ipige kona iende mpaka Msea iendelee Biretu mpaka Tot. That is our main project. Na unajua Your Excellency, wewe ndio ulinipatia directive ya kwamba lazima tupangie hiyo barabara because haiishi Kondoo hapa, inaenda Lesos, inaenda kushikana Mboko Valley, inaenda mpaka aina Moi kwa Kericho. Hiyo ni barabara inaenda mpaka Emuru wa Dikiru huko. Your Excellency, with your support and your work you have been doing to support these people, I know you will deliver on that road. Ile ya Kapkayo, sijui mbunge amekuwa akifuata sana hiyo ya Kipsaus Kocholo mpaka Kapkayo. Sijui alifuata mpaka anasema contractor ilienda Tanzania. Sijui alijuaje alienda Tanzania. Mimi kama waziri nilikuwa hapo, nilijua tu hiyo contractor aliniambia amerudi kwao huko China. Hata huyu Sonko amefuata kutoka China mpaka akarudia Tanzania sijui. Lakini kwa sababu aliondoka, alifunga virako yake kwa kazi kwa hapa, tukajaribu kufanya assignment to another contractor. Ule contractor akasema bei ya assignment ilikuwa chini. Nataka kusema Your Excellency, Mheshimiwa Davis Chirchir amepanga atatangaza again, tutatangaza a new contractor in a few days so that it can help this area. And you know Your Excellency, with your direction, I wish Kenyans could know kwamba ulipokuja ofisi deni ya barabara was 700 billion. Wewe umefanya, uliniambia tufanye namna hii mpaka tukatangaza even 7 shillings. Sasa through that ukarabati umefanya in the last 2 years, wewe unarudisha contractors wote mwaka huu kwa barabara. You have done a lot of work, Your Excellency, kwa Kenya yetu. Na unajua wakati watu wanaambiwa, I know I can feel for the MPs. Kwa sababu ukiambia watu barabara itafanywa, mimi ulikuwa unanituma hapa nikiwa senator. Nikiambia watu Nyaru Iteni itatengenezwa, wale wabunge wengine wanaingia nyasi because wananchi waliambiwa for 30 years. Na hawakuamini. Ni siasa yako wakati ulikuwa deputy president ndio imebadilisha your focus as a deputy president, ndio imebadilisha conversation kwa hii region. Ukienda baraza siku hizi hakuna mwanasiasa anakuja kuongea tu mambo hivi. Lazima aongee barabara, lazima aongee markets, lazima aongee maji, lazima aongee. Ni wewe ndio ulitufunza. Na because of that ulikuwa unatutuma nasema ambia watu barabara itajengwa. Lakini kwa sababu ya siasa za zamani haikuwa ya maendeleo, watu walikuwa na doubt sana. Lakini saa hizi Nyaru Iteni kuna lami. Na hiyo yote yenye umetupromise itafanyika because we know your politics is based on leadership. That is why ulikuja hapa juzi ukasema hii mahali tutajenga academy. Wakati nilikuwa waziri ya sports ukaniambia Kipchumba tumia akili, maliza ile kazi nilisema ya kuweka hapo academy. Tumetangaza hiyo Kamarin na all the sub counties wako na academy. This is a great thing because this county is a sports area. Sitaki kusema kupita hapa Your Excellency because mimi ni mtu sasa nimefunzwa na watu wa security, lazima nikuwe disciplined, mambo yangu ikuwe kidogo sana, hakuna mambo mingi ya kusema, lakini niruhusu tu niseme hivi. Mimi Your Excellency nimelelewa kwa hii kanisa. Baba ni reverend, anafanya kazi na Bishop Kipsoi. Na mimi nilienda Sunday school. Na kama kuna kitu Your Excellency, and I will say this because you are also a member of church who came through this system. If it was not for church, na kama ingekuwa Sunday school, na kama ingekuwa wazazi wangu kwa nyumbani, wanasisitiza, wanasema, tukifika nyumbani wanasema, haitoshi ile ya kanisa, lazima tusome Biblia. Na kulikuwa na kitabu ingine ilikuwa inaitwa Nam Akisoma. Tulikuwa tunapitia alafu na memory verse. Na saa yote tunakuwa guided kwa church and nyumbani. Mimi singekuwa hata mtu, wachana na hata kuwa waziri, singefika hata kuwa mtu mwenye amesomea sheria. It is parental guidance and the leadership of the church and the straightening by the community ndio imefanya sisi tukue watu. Mimi nasikitishwa sana when now in the whole country mimi na watu ya my generation na wengine kidogo juu yangu ati sasa kwa sababu sisi tulifaidika kupitia wazazi wetu
na ile guidance ya kanisa. Ati sasa sisi tumerudi, badala ya kuonyesha watoto yetu ile tunaonyeshwa, sisi ndio tunaambia watoto fanyeni vile mnataka. Ati watoto wetu hawatafunzwa vile wanataka, ati hawataonyeshwa njia yenye watafuata. This is selfishness, Your Excellency, and it's the selfishness of the highest order, because sisi tumeambiwa na Biblia clearly, you teach a child akiwa mdogo njia ile mzuri, hata baadaye hata akisahau kidogo, he knows what is right and what is wrong, and they can be able to follow that path. I want to request our country that all of us who have been given responsibility to take care of our young people, as parents, as teachers, as leaders, let us be mindful, not of the things we do, not of the money they are going to earn, not of the infrastructure we want to build. Let us be mindful of the soul and the mind of our children, because whatever they will consume is that which will destroy them. And it's important for us to sow good seeds, because when we shall be old, when I will be an old man, and my children will not have been guided in the right path, we will reap, even as parents, with a lot of pain, and we will at that time say, we wish we guided our children in the right path. Na mimi naomba sisi wote tufanye hivyo, because if we do so, the security of our country will be in safe hands. Your Excellency, tunakushukuru, tunakutakia mema, karibu tena nyumbani, continue surprising us like this, anytime ukuje nyumbani, like when you get here the time. We are so lucky kwa Kamngetik. Kuna Sundays 252 kwa dunia mzima, na mmoja umetupatia against all villages in the world. So tunashukuru rais namna hiyo. Mambo mengine tutakuja kusema sisi na wananchi tukiwa hapa. Mimi sitaki kupita hapo. Sasa watu wa Chepkorio tupige makofi tukaribishe rais. Karibu Your Excellency.